Damu ya Kristo tunakuinua. Mungu uketie, tunakupa heshima na utukufu. Kwa sababu ni zako na hakuna kama wewe na kutapatikana mwingine. Mfalme, tunakupenda na tunakuabudu na tunakupa heshima ni kwa sababu hatuna mwingine. Majina zote makubwa, majina zote zilio na hukumu kubwa, majina zote ambapo tuko nazo, majina zote ambapo tunaitwa Baba wa mbinguni, majina hizo zote zitaisha, lakini jina lako uliye juu mbinguni litainuliwa, litapewa heshima na litakutukuzwa milele na milele. Mfalme, ni asante kwa sababu ya watu wanayetutazama. Baba wetu wa mbinguni, ni asante sababu ya watu wanayetusikiza. Mfalme, ni asante hata ni kwa sababu ya jinsi tulivyo. Tunasema asante mbele za mbingu na mbele za ardhi, tunakuinua. Bwana wa mbinguni, ni asante hata kwa muda huu ambapo umetupa bure. Si nimegharimu neema yako. Tumeomba si tukosekane, bali wewe uonekane. Bwana wa mbinguni, tukumbuke tunapoendelea na ibada, tunakuhitaji ili ukawa Mungu mwema juu yetu, tena mwenye uwezo na mwenye mamlaka na mwenye kutukuzwa kwa ajili ya utukufu wako. Asante wa maisha, umetosha, tukufu kurudie. Kwa jina kuu la Yesu aliye hai tena ndiye Mwokozi, tuomba na kuamini. Amina. Naomba niwashike ugeni kwa neno la siku ya leo, nyinyi mlio ndani ya kanisa na wale ambao mko mbali, ili tuweze kuendelea na ibada yetu ya siku ya leo, na ninaamini kwamba Kristo Yesu atakuwa pamoja nasi na ataweza kutulinda. Naomba tuingie moja kwa moja kwa neno la Mungu ambao tutaongozwa na kitabu moja cha Ezekiel 18 verse number 30. Ezekiel 18 verse number 30. Watu wa kanisani, naomba tuketi, na wale wengine ambao wanatazama, naomba Mungu wa amani awape neema na azidi kuwalinda. Naomba tusome kitabu cha Ezekiel 18 verse number 30. Naomba niweze kusomewa. Naamini kwamba itakuwa faida kwetu na kwa uzao wa tumbo letu na kwa sisi zote. Naomba niweze kusomewa. Asante. Ezekieli 18 mstari wa 30 unasema hivi: Basi nitawahukumu nyinyi, nyumba ya Israeli, kila mmoja kadri na njia zake, asema Bwana Mungu. Rudini mukaghairi na kuyaacha makosa yenu. Basi hivyo uovu wenu hautakuwa uharibifu wenu. Asante. Naomba niongelee kuhusu kitu kinaitwa kumgeukia Mungu. Ama naomba niongelee kitu kinaitwa wakati mtu anapofika kugeukia Mungu, ni baada ya mtu kuona makosa yake, na ni baada ya mtu kuelewa ya kwamba kuna makosa amefanya. Mtu hawezi akaomba msamaha kama hajaona makosa yake, lakini mtu akisaelewa makosa yake na aone dhambi yake na aelewe ya kwamba amefanya dhambi, amefanya makosa, hapo ndipo mtu ugeukia Mungu. Sema hiyo kwa sababu ya nini? Sababu ninaomba sisi ambapo tunayekuwa na kanisa, sisi ambapo tuko katika uombezi, sisi ambao tuko katika intercessory, baada ya kuwa na ile maombi, Bwana anataka tuweze kumgeukia na tuweze kumwambia tumetenda dhambi. Ukiangalia ile mambo iko katika dunia mzima na katika ulimwengu wote na katika hata taifa letu, utaona ya kwamba tunahitajika kumrudia Mungu. Tunahitajika kumgeukia Mungu. Sababu Mungu ni kana kwamba amekasirika sababu ya makosa zetu. Na hii makosa yetu si kurushania vidole. Ni jukumu letu kuwa kwamba tunakubali kugeukia Mungu, na ukubali tumetenda dhambi, na ukubali tumeeneza kwa dhambi ama tumeshiriki. Unajua dhambi, kwa tunapoongelea dhambi, kuna dhambi ambayo unafanya wewe mwenyewe, na kuna dhambi ambayo unafanya ukiwa umeshirikishwa na mtu. Si kama unaelewa hii jambo? Kuna dhambi unafanya wewe mwenyewe
na kuna dhambi unafanya ukiwa umeshirikishwa na mtu, aidha ni mke, aidha ni mama yako, aidha ni brother yako, aidha ni rafiki, lakini umeshirikishwa kwa ile dhambi. Lakini kama wewe ungewachwa ufanye kama ungewachwa kwa mahusia zako, kwa kupenda kwako, kwa uamuzi wako, au ukeifanya, lakini umeshirikishwa na ukasukumiwa, ukajipata ulishaifanya. Ndio maana nasemaje, tuko support kumrudia Mungu, tumgeukie Bwana, tutafute uso wa Bwana, tulipende. Sasa hili jukumu letu kama taifa na kama dunia mzima, tumgeukie Bwana, sababu wakati tunapogeukia Bwana amejaa rehema. Doa inapofunjika, mwanaume mzee mwenye boma na mtu ambao anaitwa mama mwenye boma wakubali makosa. Bibi akubali makosa yake, bwana akubali makosa yake, waombane msamaha. Hiyo ni mwanzo wa ile ndoa kurudiana. Lakini bibi akisema hajakosa, bwana aseme hajakosa, hiyo ni mwanzo wa matengano. Hiyo inaongeza divorce. Hata ni jukumu letu ya kukubali tulishatenda dhambi. Tuache kujipiga kifua, tuache kuoneshana vidole. Tuambie Bwana, tulishatenda dhambi. Bwana, dunia mzima tumetenda dhambi. Tunaomba Bwana uturehemu. Bwana amejaa rehema, amejaa upendo, amejaa fadhili. Si kwa sababu hatuishi kwa sababu ya vile tuko wazuri. Tunaishi kwa sababu ya neema ya Bwana. Tunaishi kwa sababu ya Bwana kutuhurumia. Tunaishi kwa sababu Bwana anatupenda. Sababu hakuna mtu aliye na uwezo wa kushikilia uhai wake. Vile tumeamuka ni neema ya Bwana. Vile tuko hapa ni neema ya Mungu. Vile tunatembea ni neema ya Mungu. Wachungaji hata hao tunakufaga. Hata mchungaji huwa anakufa na hawezi kushikilia uhai wake. Mwenye ako na uwezo wa kushikilia uhai wangu mimi leo ni Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Hivyo napotembea ni neema tu ya Mungu. Na nikijua hivyo, sina budi kuambia Bwana anirehemu. Sina budi kuambia Bwana aturehemu sisi zote. Sina budi kuambia Bwana atusamehe makosa na dhambi ambao tumeifanya. Aidha nimeifanya ama nimeshirikishwa. Tukianzia sisi zote tuambie tu Bwana, hata mtu yote anaposikia sauti hii, hata awe yako ng'ambo, hata awe yako katika dunia nyingine, hata awe yako katika nchi jirani, ambia tu Bwana atusamehe makosa, dunia ielewane, nchi tuelewane, taifa dunia tuelewane, tuache hii mambo mingi. Unajua ukielewa tu ati wewe unaishi tu kwa neema ya Mungu, mambo mingi utawachana nazo. Mambo mingi utawachana nazo. Tabia Bwana tu akurehemu, akusaidie, na ni vizuri tuchukue nafasi yetu. Paulo yakuambia Bwana, tumetenda dhambi. Na hatuna jingine. Sema hivyo kwa sababu ya hapa kanisani peke yake. Sema hivyo kwa sababu ya hapa tuko. Yaani ati kwa sababu ati sijasema hivyo kwa sababu hii kanisa ati labda kuna mtu amekosea mwingine. No. Nimesema hivyo kwa sababu ya nini? Sababu hata ndoa zile tuko nazo zetu kuna ile kutokusameheana. Kuna ile kutokuomba msamaha. Kuna ile kutokunyenyekeana. Lakini tukisameheana, hata tukianzia na boma zile tuko nazo. Tukisameheana tukianzia na makanisani. Tukianzia na ndoa zile tuko nazo, kwa nyumba zetu. Kanisa inazaa kwa nyumba ndani. Tukianzia kwa nyumba, tuende kanisani. Tuanze kusameheana. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu aliye hai. Neema ya Bwana Mungu aliye hai itaweza kushuka ndani ya maisha yetu. Neema ya Mungu aliye hai itaweza kuflow
ndani ya uzao wa tumbo letu. Neema ya Mungu aliye hai itaweza kuflow hata kwa maisha yako, sababu ya kuwa ulisha repent. Maana mimi ombi yangu kubwa ni tuwe nafasi ya moyo ya kurepent. Hiyo ndio ombi yangu ningeomba, na tuambie Bwana atupe neema na aturehemu. Hata neema ya maombi itaongezeka. Unajua unaporepent hata unaongezeka neema ya maombi. Unaporepent inaongezeka mpaka neema ya kuhubiri. Unaporepent inaongezeka mpaka neema ambapo ni ya kikazi. Unapata tu neema mpaka kufanya kazi. Ni vizuri kuambia Bwana akusamehe na akupee tu neema. Bwana aliye juu mbinguni ambao ndiye akona baton ya mvua. Ndiye akona baton ya mvua. Ndiye akona baton ya uhai. Uhai wetu uko mkononi mwake. Kwa Bwana aturehemu na atusaidie, na ni jukumu langu mimi kama mchungaji, naomba tu jambo moja, tuombeane mtu na ule mwingine, na tuombeane sisi zote jumla, na upende mwenzako kuliko vile unajipenda. Penda mwenzako kuliko vile unajipenda, na tuache kujipenda. Asanteni. Mungu amani awabariki, na tunawaombea na nini, tuzidi kuombeana. Hata sisi tunahitaji tu mtuombee mahali mko na mtukumbuke kwa jina la Yesu. Mungu amani awabariki na watende mema. Asante divine.